Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tumulike mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Na awali ya yote tuangazie muktasari wa habari zetu kwa siku ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan hii leo amepokea shilingi trilioni 1.327 kama gawiwo na michango kutoka mashirika ya umma yaliyo chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina OMH pamoja na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea shilingi trilioni 1.327 kama gawiwo na michango kutoka mashirika ya umma yaliyo chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina OMH pamoja na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Makusanyo hayo ni ongezeko la asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka 2025 ambapo kiasi kilichokabidhiwa kilikuwa ni shilingi trilioni 1.028. Aidha, Rais Samia ameyasisitiza mashirika na taasisi za umma kuhakikisha yanaweka mikakati madhubuti itakayowezesha kujiendesha na kupunguza utegemezi wa ruzuku za serikali. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 327 kilinganishwa na shilingi trilioni 1 bilioni 28 mwaka jana, sawa na ongezeko la asilimia 30, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa, kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo na wapongeza sana. Akitoa taarifa kuhusu hafla hiyo, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema mashirika na kampuni za kibiashara zimechangia shilingi bilioni 800 sawa na asilimia 60 ya makusanyo yote, huku michango ya mapato ghafi kutoka taasisi zisizo za kiserikali ikifikia shilingi bilioni 406 sawa na asilimia 30 ya makusanyo hayo. Aidha, mapato mengine yamechangia shilingi bilioni 121 sawa na asilimia 10 ya jumla ya makusanyo, yani non-tax revenue, ili kufikia asilimia 10 ya mapato ya serikali, kutoka wastani wa sasa ambapo tulikuwa asilimia 3 tulipokuwa kutoa maelekezo pale itakapofika mwaka 2030. Hivyo mafanikio tunawasilisha leo si tu mwendelezo wa utekelezaji wa maelekezo yako, bali ni hatua muhimu katika safari ya kujenga uchumi imara, shindani na unaojitegemea zaidi kwa manufaa ya Watanzania, na kama tulivyosema, kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na furaha kubwa leo kusimama mbele yako kukabidhi migawio na michango mingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyowasilishwa mwaka jana. Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa asilimia 30. Mkuu
Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makalla ameutaka uongozi wa wilaya ya Karatu kuweka mkakati wa kukuza utalii katika wilaya hiyo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanatunza mazingira na kulinda hifadhi za utalii zilizopo katika wilaya hiyo. Mheshimiwa Makalla amebainisha hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya Karatu kilichokuwa kikijadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, akitaja Karatu kama nguzo kuu ya utalii kwa mkoa wa Arusha kutokana na kuwa lango la kuingia kwenye hifadhi za Ngorongoro pamoja na Serengeti. Mheshimiwa Makalla pia amezungumzia uwekezaji mkubwa unaofanywa na Rais Samia, ikiwa ni pamoja na kuweka taa za barabarani kutokea mto wa Mbu hadi kwenye lango la hifadhi ya Ngorongoro, ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami ya kilomita 10 kuingia kwenye hoteli za Karatu, pamoja na kujenga barabara za tabaka gumu kwenda Serengeti, akitaka viongozi wa Karatu kuhakikisha wanazingatia usafi wa mazingira kuendana na uwekezaji huo mkubwa. Wilaya inayobeba utalii kwa mkoa wa Arusha kwa asilimia kubwa ni Karatu. Karatu ndio ina mahoteli ya kifahari ya nyota 6, 5 yasiyohesabika yapo katika halmashauri hii. Mgeni akitoka Arusha ataenda Ngorongoro, atalala Karatu, ataamkia Karatu. Kwa hiyo Karatu hapa maendeleo makubwa yamechagizwa na utalii. Kwa hiyo nimekuja kuwakumbusha dhamana mlionayo katika kuchochea utalii. Je, wilaya hii au halmashauri itaendelea kuwa hivi kwa mazingira haya wakati ni kitovu cha utalii? Kwa hiyo nimekuja kuwakumbusha wilaya hii na nyie madiwani muweke mkakati wa kuboresha utalii kwa kuliangalia swala la usafi wa mazingira katika wilaya yenu hii. Barabarani, mandhari ya Karatu. Yaani mimi nikiambiwa kwamba kuna mkoa huko, tayari nina maombi kama Italy inachangia sana watalii, Urusi wanataka kufanya urafiki na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo mimi nirahisishie kusema niwaunganishe Karatu, mji wa halmashauri ya Karatu na huo mkoa mwingine au wilaya nyingine, mshirikiane kiutalii. Mkienda huko mkaambiwa huu ni mji wa utalii, kweli unafanana na utalii, na Karatu iwe hivyo, kitovu cha utalii. Mnafanana nyie na utalii kweli wa mazingira. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua halmashauri yenu inahusika na utalii, alipokuja kuomba kura aliahidi mambo mawili katika halmashauri yenu. Moja, kuweka taa za barabarani kuanzia mto wa Mbu mpaka geti la kuingia Ngorongoro, kuwe na taa safi kwa usalama wa utalii. La pili, akaahidi kilomita 10 za barabara kuingia katika mahoteli za lami. Jukumu lenu sasa kuendana na hayo maboresho, lazima tufanye usafi. Na yeye kwa kuelewa hilo, Mheshimiwa Rais kasema haya, hii barabara ambayo imekuwa kero kwenda Serengeti tunaijenga kwa kiwango ya tabaka gumu, kilomita tunaanza 28, na mimi nimepita, kazi imeanza. Sasa sisi wajibu wetu ni kuhakikisha tunazingatia usafi wa mazingira, tuweke mji wetu upendeze. Lakini lingine, maeneo ambayo ni ya vivutio tuendelee kuyalinda, tuendelee kulinda. Huwezi kuonyesha utalii kama hujahifadhi. Hawa wanakuja kwa sababu tumehifadhi. Tuwalinde wale akina Chaba katika maeneo yao. Kina Chaba wakitoweka pale, wakakosa vitu vya kula pale, mkakata miti, mkachoma moto, watahama. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu Bwana Juma Hokororo na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Bwana Engbert Alois wameahidi kufanyia kazi maendeleo ya Mheshimiwa Makalla, wakisisitiza pia kuendelea kukusanya mapato kwa wingi pamoja na kuandaa mkakati wa ukuzaji utalii ili kutoa fursa kwa wananchi kunufaika na utalii. Tunashukuru sana mwongozo wako
na yale yote ambayo umeweza kutuambia kama halmashauri na sisi kama management tunakwenda kuyafanyia kazi, ikiwemo swala la hoja hizi za CAG, lakini ni maelekezo ya kamati ya bunge, hesabu na serikali. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tukuhakikishie pia kwamba tutaendelea kuibua vyanzo mbalimbali vya mapato kuhakikisha kwamba halmashauri hii hatubaki kwenye bilioni 8. Tunataka tuende at least tuweze kushindana na majiji na manispaa mbalimbali kwa ukusanyaji mkubwa. Wageni wetu wengi wanaishia kwenye mahoteli. Sasa tunakosa ile multiplier effect. Fedha hazifiki kwa wananchi wa kawaida, zinaishia kwenye mahoteli. Kwa hapo kwa kweli ni kweli unavyosema, tunahitaji kujiandaa zaidi na zaidi na zaidi ili tuweze kuwin soko hii bidhaa inayoitwa utalii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, swala la usafi ni kweli umeliona. Na kwa hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Sai Matias kutoka mkoani Shinyanga kwa taarifa zaidi. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Shinyanga wamesema utalii wa ekolojia ni fursa kwa wananchi kujifunza utalii wa ndani na kubadilisha mazingira. Wananchi wameyasema hayo katika uzinduzi wa kituo cha utalii ekolojia kilichopo msitu wa hifadhi ya Rubaga manispaa na mkoa wa Shinyanga, ambapo wamesema utalii wa ndani utawasaidia kuona vitu vipya na kuwapa burudani. Tupata utalii kutoka sehemu mbalimbali. Hilo ni sehemu moja ya mapato ya msongo wa mawazo. Kama mtu mtoka kazini vile unakuja hapa. Pia naona tunaenda kuona vitu vingi vipya, interaction ya watu, tunapata watu wengi wapya, tunajuana pia. Watalii wanapokuja tunapata pesa pia, kwa namna moja ama nyingine vijana wanainuka kiuchumi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za uhifadhi na utalii ekolojia katika msitu wa hifadhi wa Rubaga, mhifadhi mwandamizi wa misitu TFS wilaya ya Shinyanga, Fabian Balele amesema utalii wa ndani una mchango mkubwa katika kuongeza mapato ya serikali. Mbinu tunayoiweka haipelekei uharibifu wa kimazingira. Panaweza pakatokea uharibifu kidogo, disturbance kidogo, lakini kwa kiasi kikubwa kabisa tunachagua maeneo ambayo pengine hayakuwa na miti mingi, labda ni maeneo tu ambayo yanakuwa yana nyasi, ili maeneo hayo sasa ndio tunaweka hiyo miundombinu yetu ili kutosababisha uharibifu wa mazingira. Kwa sababu lengo pia la utalii ekolojia ni kuweka miundombinu hiyo, lakini kuhakikisha kwamba hatusababishi uharibifu wa mazingira. Kwenye yale maeneo ambayo tunaweza tukafanya utalii ekolojia ili tuweze kuanza kupata mapato kwenye hii tasnia, alafu pia kupunguza masuala ya uvunaji. Mkuu wa wilaya Frenki Nkinda amesema uzinduzi wa kituo hicho ni kichocheo cha uchumi wa wananchi kupitia matumizi endelevu ya rasilimali za misitu na kuongeza ajira. Kuunganisha uhifadhi wa mazingira, maendeleo ya jamii na ukuaji wa sekta ya utalii nchini. Leo si siku ya uzinduzi tu, ndugu wananchi wenzangu, lakini siku ya kuonyesha namna ambavyo rasilimali zetu za asili zinaweza kubadilishwa na kuwa fursa za maendeleo ya kiuchumi, ajira, elimu sambamba na burudani kwa jamii. Utalii ni moja ya sekta muhimu zinazochangia ukuaji wa uchumi katika nchi yetu ya Tanzania. Mara nyingi watu wanapozungumzia utalii tunaelekeza fikra kwenye mbuga za wanyama, mbuga kubwa za wanyama, milima au fukwe za bahari. Lakini leo mmetudhihirishia kuwa hata hapa Shinyanga tuna hazina kubwa ya utalii. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 12.43 ya sekta ya elimu, afya, maji, miundombinu ya barabara, uwekezaji na maendeleo ya vijana itatembelewa, kuwekewa jiwe la msingi na kuzinduliwa na Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Siha. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari
ana undani wa taarifa hii. Akizungumzia ujio wa Mwenge wa Uhuru wilaya ya Siha Julai 4, 2026, mkuu wa wilaya ya Siha Mheshimiwa Dr. Christopher Timbuka amesema baada ya Mwenge wa Uhuru kupokelewa katika shule ya msingi Olmelili, utaweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Olmelili, utazindua maabara ya kemia na fizikia katika shule ya sekondari Sikilari. Ndugu wananchi wa wilaya ya Siha, naomba kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 katika wilaya yetu ya Siha. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, wilaya ya Siha itapokea Mwenge wa Uhuru kutoka wilaya Hai, na mapokezi ya mwenge huu yatafanyika katika uwanja wa mpira katika shule ya msingi ya Olmelili karibu na Kia. Na baada ya hapo Mwenge wa Uhuru utafanya uzinduzi wa mradi. Mradi wa kwanza itakuwa ni uwekaji wa jiwe la msingi katika zahanati ya Olmelili, na baada ya hapo Mwenge wa Uhuru utakwenda katika shule ya sekondari ya Sikilari kwenye kijiji cha Mbukoi, ambako hapo itazindua maabara 2 za fizikia na kemia katika shule hiyo ya sekondari ya Sikilari. Ikiwa katika eneo hilo pia Mwenge wa Uhuru utatembelea matumizi ya nishati safi katika shule hiyo, ambapo shule hiyo inatumia nishati safi kwa ajili ya kupikia chakula cha wanafunzi, na hii ni katika kuonyesha namna gani wilaya inahamasisha na inahimiza matumizi ya nishati safi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Amesema Mwenge wa Uhuru utatembelea mradi wa vijana kazi iendelee kwa kuuza vipuri vya pikipiki, utaweka jiwe la msingi ujenzi wa daraja la upinde wa mawe Songu, utaweka jiwe la msingi mradi wa maji Garagaragua kwenda vijiji 8 Kandashi, kuweka jiwe la msingi mradi wa upanuzi wa shamba la kuku wazi Tani Breed namba 5 Uwiri, na kuzindua mradi wa shule mpya ya sekondari Miti Mirefu. Mwenge wa Uhuru utakwenda kutembelea kikundi cha vijana kinachoitwa kazi iendelee kilichopo katika eneo la Lawate. Pale tutafanya kutembelea mradi ule wa vijana, ni kuonyesha namna gani serikali inawajali vijana na inawawezesha katika kukabiliana na changamoto za maisha ili waweze kujitegemea. Na katika eneo hilo itaonyesha namna gani serikali inatoa ile mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Baada kutoka Lawate, Mwenge wa Uhuru utakwenda kutembelea katika daraja la upinde wa mawe katika eneo la Songu, na daraja hili linaunganisha kata za Songu pamoja na kata ya Makiwaru. Kwa hiyo pale tutashiriki uwekaji wa jiwe la msingi na kutembelea mradi ule, lakini baada ya pale tutatoka moja kwa moja kwenda katika mradi wa maji, upanuzi wa skimu ya maji ya Gararagua kwenda vijiji 8, ambapo pale tutaweka jiwe la msingi. Mradi umeshaanza kutekelezwa kuanzia kwenye chanzo, na pale tutaenda kuweka jiwe la msingi kwenye eneo la tenki katika kijiji cha Kandash. Baada ya kijiji cha Kandash, Mwenge wa Uhuru utakwenda kutembelea shamba la kuku wazazi au tunaita parent stock la kampuni ya Tani Breed. Huu ni uwekezaji binafsi, ikiwa ni kuonyesha namna gani serikali inashirikiana na wawekezaji binafsi katika kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato, wananchi wanapata ajira, kipato, na pia wawekezaji nao wanapata manufaa yatokanayo na uwekezaji wao katika eneo letu. Baada ya hapo tutakwenda katika kijiji cha Miti Mirefu, ambapo pale tutakuwa na uzinduzi wa shule ya sekondari mpya ya Miti Mirefu. Shule hii inazinduliwa ikiwa ni ishara ya kuonyesha namna gani Mwenge wa Uhuru unapitia miradi ambayo ni uwekezaji utakaosaidia wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 katika mwaka ule ambao wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 kwa pamoja wataanza kidato cha kwanza. Kati ya maandalizi hiyo ni shule mojawapo ya sekondari ya Miti Mirefu. Aidha, mkuu wa wilaya ya Siha Mheshimiwa Dr. Timbuka amewahamasisha wananchi kushiriki katika mapokezi, kukimbiza katika maeneo ya miradi na kukesha nao, kwani mafanikio ya Mwenge wa Uhuru katika wilaya yatachagizwa na uwepo wa wananchi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na kwa hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Sai Matias kutoka mkoani Shinyanga
kwa taarifa zaidi. Ajali hii imetokea katika barabara kuu ya Kahama Masumbwe, ambapo chanzo cha ajali hiyo kikitajwa kuwa ni uzembe wa gari aina ya Toyota iliyoingia ghafla katika barabara kuu bila kuchukua tahadhari. Ezra Edward ni shuhuda wa ajali hiyo, anaeleza namna ajali ilivyotokea, huku Stanley Luhwango ni mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Kahama akieleza hatua walizochukua. Nilikuwa nimeongozana na huyo mwenye gari ya Noah ambaye alikuwa anaingia barabara kuu. Kipindi anaingia, nadhani hakuchukua tahadhari kwamba kuna nini kinatokea, ndo moja kwa moja akakutana na hiyo gari. Kwa jitihada ya driver wa basi kubwa, kipindi anamkwepa, gari ikawa imemshinda na gari ikawa imedondoka. Baada ya kufika eneo la tukio, tumeanza zoezi la maokozi kwa haraka na kuwachukua wagonjwa kupitia gari zetu za kubebea wagonjwa kwa maana ambulance na kuwapeleka hospitali mara moja kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Lakini mpaka sasa hakuna kifo chochote ambacho kimeripotiwa, na hata hao waliopata majeraha ni majeraha madogo madogo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri na huduma hospitali ya wilaya ya Kahama. Akizungumza katika eneo la ajali, mkuu wa wilaya ya Kahama Frank Nkinda amewataka madereva kuzingatia sheria, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Sheria zilizopo nazo zinaweza zikachangia madereva kutokuona umuhimu wa kuwa makini wanapokuwa barabarani, lakini zinapowekwa sheria nzito na ngumu, mtu anajua kabisa nikisababisha ajali ikaleta madhara, maisha yangu yataishia jela, leseni yangu itafutwa na hatua zingine zitachukuliwa. Kwa hiyo rai ya pili kwa serikali yetu ni kutengeneza sheria ngumu zitakazowabana madereva barabarani, ili kutengeneza mazingira ya wao kuongeza umakini wanapoendesha vyombo vya moto ili kuepusha ajali barabarani. Katika ajali hiyo hakuna kifo isipokuwa kuna majeruhi 5. Kati ya majeruhi hawa wamepata majeraha mbalimbali sehemu zao za mwili na wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya manispaa ya Kahama. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa gari namba T533 DJT Toyota Noah kuingia barabara kuu bila kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara. Hawa ni wanafunzi wa Kampala University kutoka kule nchini Uganda ambao walikuwa wanakuja huku nchini Tanzania, na hawa ni wenzetu, ndugu zetu wa Tanzania wenzetu wa kule Zanzibar. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Katika habari za kimataifa, tuanzie huko Afrika Kusini. Afrika Kusini inajiandaa kwa siku ya mvutano mkali leo Jumanne Juni 30, 2026, tarehe ya mwisho iliyowekwa nje ya mfumo wowote wa kisheria na mashirika kadhaa yanayopinga uhamiaji kwa wahamiaji wasio na vibali vya kuishi nchini Afrika Kusini kuondoka nchini humo. Ingawa wimbi hili la chuki dhidi ya wageni linaloikumba Afrika Kusini tayari limewaua watu 4 na kuwafukuza watu 25,000 katika wiki za hivi karibuni, kulingana na mamlaka ambayo ina hofu ya kuzuka kwa machafuko zaidi wakati wa maandamano makubwa yaliyopangwa siku nzima ya leo. Hakuna anayejua kitakachotokea leo Jumanne Juni 30 katika mitaa ya Afrika Kusini, lakini kwa siku kadhaa sasa yote ni yale ambayo mtu yeyote anazungumzia. Hata hivyo, ni lazima ieleweke kwamba katika wiki za hivi karibuni wimbi hili jipya la chuki dhidi ya wageni linaloikumba nchi hii tayari limeua watu 4, na ingawa mabango ya March and March, moja ya mashirika yaliyo mstari wa mbele katika maandamano ya Jumanne, hakika yanaandika silaha zimepigwa marufuku, lakini pia hadi ushahidi. Kwa vyovyote vile, serikali inataka kuepuka kwa gharama yoyote marudio ya kile kilichotokea mwaka 2021 wakati maandamano dhidi ya kufungwa kwa Rais Jacob Zuma yalipogeuka kuwa ghasia na kugharimu maisha ya watu zaidi ya 350. Kwa hivyo, maelfu ya maafisa wa polisi watapelekwa kote nchini, hasa karibu na maeneo yenye hali tete kama vile Durban na Johannesburg. Jeshi pia liko tayari kuingilia kati iwapo vikosi vya usalama vitasaidiwa nguvu. Serikali pia imeshirikiana na makampuni mengi ya usalama binafsi ambayo yatakuwepo, pamoja na mtandao mkubwa wa kamera za ufuatiliaji wa helikopta ambazo zitazunguka siku nzima. Na huko Madagascar,
Kufuatia mkutano wa kilele uliofanyika kwa njia ya video jioni ya Jumatatu Juni 29, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imetoa taarifa ikitaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kukomeshwa kwa kukamatwa kiholela kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati wa vuguvugu la vijana wa Gen Z na kurejea nchini kwa wakimbizi wa kisiasa walio uhamishoni. Ingawa hapo awali ilikuwa imekuwa msimamo wa upatanishi kuelekea mamlaka ya mpito wa Madagascar kwa kutosimamisha taifa hilo kwa taasisi zake licha ya jeshi kuchukua mamlaka mwezi Oktoba mwaka uliopita. Tofauti na Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imeamua kuchukua msimamo mkali dhidi ya Madagascar. Karibu miezi 9 baada ya kuanguka kwa Andry Rajoelina, rais wa Afrika Kusini, aliongoza mkutano usio wa kawaida wa SADC kuhusu hali ya kisiasa nchini humo siku ya Jumatatu, Juni 29. Mkutano huo ulifanyika kwa njia ya video na kutoa taarifa ya mwisho iliyotaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kukomeshwa kwa kuwakamata kiholela viongozi wa upinzani na wanaharakati wa vuguvugu la vijana la Gen Z. Wito huu unakuja huku angalau washirika 20 wa utawala wa zamani nchini Madagascar wanakabiliwa na kesi ya kisheria na viongozi watatu wa vuguvugu la vijana la Gen Z wameshtakiwa kwa kuhatarisha usalama wa taifa baada ya kuitisha maandamano ya amani katikati ya mwezi Aprili. Mkutano wa SADC ambao ulifanyika akiwepo rais wa Madagascar pia ulitoa wito wa kurejeshwa kwa wakimbizi wa kisiasa walio uhamishoni na kurudia wito wa mazungumzo jumuishi nchini. Taarifa hiyo inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi utawala wa sheria na utawala wa kidemokrasia na inakumbusha kwamba mageuzi yanatarajiwa kurejesha utaratibu wa kikatiba na kusababisha kuanzishwa kwa serikali inayochagua demokrasia inayoheshimu matakwa ya watu wa Madagascar. Mkutano huu ulitokana na matokeo ya mfululizo ya misheni 3 za tathmini kuhusu hali ya kisiasa nchini Madagascar zilizofanywa na SADC kati ya mwezi Oktoba 2025 na Mei mwaka 2026. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV.